Chidi Ben, Chidi mathematical. Kuna Mr. Uniulize wewe kwa swali naona nitasahau. Niulize. Hivi unajua maskini ni nani? Maskini? Mimi maskini huwa simchukulii kwamba yule ambaye amekosa pesa. Maskini ni yule mtu ambaye ana fikra mbovu. Yaani akili yake haina akili, naweza nikasema ndio maskini. Ya umekaribia. Maskini ni mtu ambaye hana kiungo. Maskini. Kiungo like kama hana mguu. Okay. Hana mkono. Kwa hiyo mimi ni maskini. Yaani watu wanaita ngoja. Maskini vipi? Mkono nao. Watu wanaita walemavu. Maskini ni yule mtu ambaye hana viungo. Okay. Kwa hiyo hawezi kwenda kutafuta pesa zaidi, akae kwenye baskeli aombe, naomba anakuja kwenye basi duka, naomba. Yani hana uwezo wa kutembea kutafuta mwenyewe. Yule ndo maskini. Ndo maskini. Okay. Lakini mtu eti ana mikono na miguu na kichwa lake yule sio maskini. Lakini kuna watu Chidi ambao hawana viungo, lakini wanaamka wanaenda wanapambana. Ndio maana nakwambia safi. Kwa hiyo umaskini pia ni mindset. Yaani umaskini uko kichwani kwa mtu. Kwa sababu tukitaka kuchimba zaidi umaskini, tutaenda tu kwenye akili, kwa sababu kuna mtu ambaye hana viungo. Kuna mtu mmoja yupo hapa Tanzania I think. Na hana mikono, ana miguu peke yake, lakini anaenda analima. Sasa unajiuliza huyu mtu analima vipi? Anafanya kila kitu na anatafuta pesa, analisha familia. Kuna watu na wakuta huko mtaani hawana viungo, lakini wanafanya biashara, hivyo wakiwa kwenye vivo vinaniu vimagari vile vya baskeli vile. Okay. Anasukuma. Kuna wengine wanafyatua mpaka tofali, lakini ni hana kiungo. Tunaenda pale kwenye mindset. Huyo ambaye yuko Tabata ameenda shuleni kafundishwa baadhi ya vitu ambavyo havimsaidii kwenye maisha yake. Anazunguka amelelewa na baba ambaye amemkalilisha kwenda kanisani au msikitini muda wote. Lakini Mchina anapozaliwa tu anapewa mindset ya kuanza kujitegemea na kufundishwa vitu ambavyo vinamzalishia fedha. It's all about mindset. God weze gani? Wewe Mkristo? Mimi binafsi ni kama Mkristo kwa sababu nimezaliwa na mzazi wangu Mkristo. Kwa sababu mfano mimi Muislamu. Rashid Abdallah Muhammad. Yeah. Muislamu. Wewe Mkristo. Mnaita Zehebu gani? Unamwamini Mwenyezi Mungu? Yeah, namwamini. Na unakuuliza mimi. Kwa nijibu kweli au nijibu kawaida? Sasa I say mimi nakuuliza ujibu kweli afu aduliza ujibu kweli au kawaida. Kumbe sina swali la kawaida. No, unajua kuna muda nikijiuliza maswali yani yale ya mimi kama mimi ninayejitambua, kuna vitu nakuwa sivielewi, lakini nikienda kwenye namna nilivyofundishwa na kulelewa na wazazi wangu, yes, I believe in God. You're right. Kuna muda kama binadamu nikijiuliza maswali nimekwambia you're right. Kwa sababu mimi naamini, ninapoamini Mwenyezi Mungu yupo, lakini Mwenyezi Mungu, Mungu wangu mimi wa duniani mamangu. Okay. Ndo alinizaa, ndo alikulea, alinilea, ndo kaniweka hapa. Okay. Anaitwa Bihawa. Ndio Mungu wako. Bihawa. Hata weje ndo mamangu. Ndio Mungu wako kabisa. Kwa hiyo yeah, uko sawa. Okay. Yani uko sawa. Mimi mpaka nikisema mtu uko sawa sio mchezo. Uko sawa. Uko sawa. Uko sawa. Uko sawa. Ulikuwa sema nini? Kuna kitu ambacho mimi natamani kujua. Mpaka Chidi wanamchukua wanampeleka kukaa miezi 9, kipindi ambacho hayuko sawa, mpaka amerudi kuwa sawa. Tunatamani tujue ilikuwaje, kwa sababu sijaona ukiliongelea hili. Afu watu usiseme mpaka amerudi kuwa sawa. Mimi nilikuwa tu sawa. Ulikuwa sawa kwa namna ambavyo ulikuwa sawa kwa namna ulivyokuwa unaona. Lakini sisi tulikuwa tunaona huyu sio Chidi tunayemtaka. Sasa Chidi yule hamjawahi kumwandikia muziki wala hajawahi kumtengeneza. Yule Chidi ambaye kipindi hicho akiwa kwenye Pix, ndio? No. Yani ngoja. Yani hiyo swala kwamba hukua sawa.
Unajua mnaweza kuwa mnaona sikuwa sawa, kumbe ndo nilikuwa sawa. Na mnaweza kuwa mnaona nimekuwa sawa, kumbe sipo sawa. Okay. Naomba hili sijai kusema sema. Nimekuelewa. Yani, kwamba sisi tulikuwa tunahisi hauko sawa. Kumbe ndo nilikuwa sawa. Sasa hivi tunahisi uko sawa, kumbe ndo hauko sawa. Inawezekana. Yeah. Umenielewa? Lakini naelewa watu wanachokisema, naelewa wanachokiongea. Na usimuite mtu chizi. Yeah, sure. Unavomuita mtu chizi, unahisi yeye yule anakuita wewe nani? Na mimi kwa uelewa wangu. Umeelewa chokiongea? Yeah, nimekuelewa. Yani wewe unaniita mimi chizi. Yeah. Okay. Kwa mimi kuite wewe nani? Wewe unaniita mimi chizi. Si wote wachizi. Kwa sababu unajua nishawahi kusema siku moja, unapomwangalia mbuzi afu umevaa suti, usifikiri mbuzi anakuona umevaa suti. Mbuzi anakuona wewe mbuzi, ila akuelewi mbuzi wa aina gani. Si umeelewa? Kwamba wewe unamuona mbuzi, lakini mbuzi anakuona wewe ni mbuzi, lakini wewe mbuzi wa staili gani? Wa staili wa kabila gani? Okay. Kwa usimuite mtu chizi. Na pia sijai kuwa chizi. Na kingine, nashukuru Mungu kwamba anavaa nguo na nakula chakula vizuri. Na hapo Chidi, ngoja ngombe kitu. Kuna watu mwaka 2024 niliwahi kuulizwa hapo. Kuna moja kati ya interview niliulizwa, kuna watu nilitaja. Na katika hao watu niliotaja, nilikutaja wewe na mdogo wako. Nadhani hii wewe haijawahi kukufikia. Mdogo wangu nani wewe? Mr. Bru. Heri Samir. Ukitaja Bru baba. Nikasema Chidi, Mr. Bru, nikamtaja. Na hisi nilimtaja na Chidi. Heri Samir tu kwanza. Nilimtaja Chidi na Mr. Bru. Nikasema hawa ni watu ambao mimi kwa nafsi yangu natamani hata nikitoa pesa nikasema washuti video au watoe mziki, natoa, sihitaji. Heri Samir ni mdogo wangu ambaye sitamani kumuita mdogo wangu, kwa sababu kuna muda yeye anakuwa ni kaka yangu, anakuwa brother kwangu mimi. Yeah. Samani umemuongelea Samiri baba. Yani Heri Samiri kuna muda anaweza akanifuata mimi, afu anaweza akanikemea mimi. Hakuna mtu anaweza kunikemea mimi, ila Heri Baisa anaweza, bwana staki dao shamba ule umefanya kwa nini? Yani kuna vitu Heri anaweza kusema. We brothers. Nikisema mdogo wangu hizo zinakuwa nyingi sana. Haina maana we brothers ambaye yani Heri na mimi tuna namna ambayo watu wengi sana sipendi kuambia. Kuna connection. Sasa hiyo ambayo upendi kuambia watu, mimi nataka niisikie. Personal. Yani Blue na mimi ni kitu kingine baba. Yani mdogo wangu ni mdogo wangu. Kwanza hata kipindi ambacho mimi na matatizo yangu, kwanza namba yake najua kichwani. Iko kichwani. Namba yake najua kichwani. Najua 3, najua kichwani. Kama ukiwa una tatizo sehemu yoyote, najua unaweza kumpigia. Najua kichwani. Kwa hiyo na yeye anajua brother. Yani tuna mambo mengi, yani family zaidi. Tuna vitu vingi mno. Nikisema nizungumze, tuna vitu vingi, ni family zaidi. Kwa hiyo siwezi zungumza sana. Ila namba ya Heri najua kichwani. Katika namba ambazo nazijua kichwani ni namba yake ya kwanza najua kichwani, Baisa. Najua namba ya Bana Zoro ya kichwani. Bana Zoro. Najua namba ya Dully Sykes kichwani. Dully Sykes. Nakumbuka uliniambia Mr. Bru na Dully Sykes ni wadogo zako sana. Dully brother. Okay. Dully mkubwa kuliko mimi. Okay. Banana pia najua kichwani. Hizo namba nazijua kichwani. Yani nazo hapa kichwani. Ya Banana najua inaanza na 4 inaendelea mpaka mwisho. Sasa ngoja nimalizie. Hizo nazijua kichwani. Alafu ni watu ambao
hata wao wakiniona mimi naongea kuhusu sisi nahisi watashangaa. Tuna vipi? Au wakiona yani kitu kikubwa nitaongea kwenye muziki, nitasema bwana mwanamuziki bwana jamani Dully Sykes bwana Zoro Bushoke, afu naweza nikaishia hapo kusema hao wanamuziki. Kwangu mimi kwamba wanajua, kwangu mimi sisemi wengine sio. Umetaja listi ya watu kama 4. Umetaja Bushoke, umetaja Hailey Samiri ambaye ni Mr. Blue, umetaja Banana Zoro, umesema hao ni wasanii. Na Dully Sykes baba. Dully Sykes. Hao ni tuseme sio wasanii, ni wanamuziki. Wanamuziki. Kuna yani wako full. Unajua watu washindwa kuelewa. Kuna mwanamuziki na kuna msanii. Sasa ndio maana nimesema hao ni wasanii. Hao ni wanamuziki. Yeah. Hao ni wanamuziki. Alafu kuna wasanii. Na simaanishi eti kwa wengine ni wabaya wabovu, hapana. Ila hata hao ambao wanaweza kusema chini hajanitaja mimi, nao pia na watu wake anawataja. Ila mimi baba mimi Banana, Dully Sykes, Bushoke. Mimi Hailey Samiri huyo familia achana naye huyo. Bison huyo achana. Babylon. Lakini tukiongea wana muziki Banana Zoro, Dully Sykes, Bushoke. Tena sitaki hata kuweka wa kwanza, lakini mimi ndo ukiuza favorite yangu, kama ambaye huyo mtu mwingine ataona chini hajanitaja mimi ndugu yake, mimi mshikaji wake, mimi rafiki yake, na yeye pia ana favorite wake. Lakini mimi kwangu mimi ni Dully Sykes, Banana Zoro, Bushoke. Okay, nikutajie mimi wangu. Hebu nitajie. Wangu mimi wa hip hop. Tunaongelea kuimba hapa, ndio maana nimesema Dully Sykes, Banana Zoro. Kuimba mimi na Pipi Jojo hapa. Okay. Kuimba hapo mimi na Pipi Jojo. Acha nisiwe na mambo mengi. Sasa brother. Wewe ni brother. Okay, sawa. Sawa. Wewe ni brother. Sasa brother. Sawa. Ila unanielewa alichokwambia Banana Zoro, Dully Sykes, Bushoke? Nimekuelewa. Tanzania wameelewa. Achana kabisa na watu. Au ni noma. Mimi hapa mimi. Sawa ni wewe, hata mimi pia nawakubali, nisiwe mnafiki. Hao muziki hao. Afu wako na mambo yao na maisha yao. Afu na maisha yao. Ndugu zangu wako na maisha yao na mambo yao. Niko na chat na Banana kabla sijakuja kukaa. Okay. Yeah. Yani niko naongea na Banana pale ndani mika. Kwa hiyo achana nao kabisa. Baisa achana naye kabisa. Yani sinaga kitu cha kusema ni eti mambo yetu tuzungumze. Watanishangaa kwanza. Wataona baba. Kwaje baba leo umetutaja? Kuwataja hiyo unajua mimi nawataja. Lakini kuzungumzia kwamba nizungumzie kuna watashangaa, wataona vipi baba. Hiyo familia, yani familia wangu. Watu afu pia tuko pamoja yani muda mrefu. Sijui wana matatizo gani kwao, mimi kwangu hajaiko na matatizo, tuko sawa. Hatujai kupishana. Afu na respect kwao. Sawa. Naona nimeongea sana kuhusu wao. Umeongea ukweli. Kabisa. Siku zote mtu anayekupenda huwa asemi, lakini mpaka ukasema it means ni familia. Kabisa. Wabaya ndio ambao huwa wanasema kwamba mimi yule simpendi, lakini mtu anayemkubali mtu anafanya, ila wewe mpaka umetaja it means. Afu kuna Albert Mangwea, LIP. Kuna Mr. Ebo, LIP. Langa LIP. The best MC. Yani mtu akiniuliza unajua bana Chidi rapper gani mkali kwako? Mimi nasema inatakiwa ni hivyo. Okay. Sani gani na yani rapper mchana hip hop mje nakwambia Langa. Okay. Sikwambii kitu kingine. Ni Langa alikuwa bonge la MC. Hatuko naye. LIP. Yeah. Brother, mimi niko natamani usimulie pale umeluka pale kwenye namna ulivyoenda miezi 9. Miezi 9. Unajua kuna bondia anda kupigana bondia mwenzie, lakini inabidi akae miezi 6 mazoezi ndo akapigane. Okay. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukulia ile sometimes nakaa ndani mwili nawaza kitanda kidogo.
is this? Kwa nini? Baadaye ngagundua oya unajiandaa kwenda kupigana. Unajiandaa kwenda kwenye vita na watu ambao wamekaa na kuangalia ameusho unatakiwa kapigane nao. Kwa mimi nimechukulia ile nilikuwa nimeenda kuandaliwa kupigana. Okay, na ndio uko tayari? Niko tayari kila siku, lakini nilikuwa niko mazoezini kwa mechi mpya. Kwa hiyo sasa hivi tumtegemee Chidi? Sio tumtegemee, yani mechi mpya. Mechi mpya. Napigana nao kwa namna yoyote ile. Yani wewe ukiniambia una hiki, una kile, sijali. Mimi nakusubiri, njoo kwenye ring, watu wawili tupigane. Sawa, kwa kumaliza natamani Chidi aseme kitu ambacho anakijutia kwenye maisha yake. Chochote kile ambacho yeye anahisi kwamba okay, hiki. Samahani sana, mimi sijawahi kujuta. Unajua nishai kuongea karibia mara 3, labda hujawahi kuona. Mimi sijawahi kujuta. Naomba watu wajue mimi sijawahi kujuta kwa chochote kabisa. Hamna kitu chochote ambacho sijawahi kujuta mimi. Basi sana mimi. Oya mimi sijawahi kujuta. Kuna oya sikia, unajuta nini wakati mwenzio kafa jana? Unaongea nini wewe? Umepewa pumzi, unakunywa, unakula, unatembea mtaani, unaona rangi. Unajua kuona rangi hizi, rangi, miti, mtaa, maiki nini. Kuna mwenzio kafa jana na alikuwa na kila kitu. Ana pesa kuliko wote. Ana kila yani huyo alijamwachia mtu shauri lake. Sawa, lakini iko hivi. Wewe unajuta nini unapomua unaona rangi, miti? Oya baba, usifanye mchezo kula. Tunaenda kuzika watu kwenye misiba, unajua ya Kiislamu. Mtu analazwa, unajua mwandani naongelea. Unaona mtu kachimbiwa pale pembeni, kwa pembeni ubavu, mtu kalala, unaona bwana umeingizwa mwandani, unaona mwenyewe yani mtu kalazwa ubavu, unajua. Alafu unaona vipi huyu? Alafu wewe umetoka unaona miti umekaa tumetoka mzika bwana Abduli bwana Abduli tumemzika. Wewe unajuta nini? Fala nini? Wewe unajuta nini wewe? Kwa sababu yule jamaa anapitia, unajua akipita kwenye list yake una Godi. Afu Godi bwana. Godi mwache. Ana neno huyu asumbui. Afu nafuata Sagodi Ujuma. Ila Ujuma anamchukua Fala. Anampa. Anatofanya. Paulo kwa kuacha. Sema kesho upata ajali, mguu unavunjika. Yani afu unajuta nini? Ila kweli unajua unachokisema ni sawa. Siku nimevunjika huu mkono niende kwa Godi. Sasa Sagodi akasema hapana, wewe kijana wangu mwacheni kwanza. Sasa umevunjika mkono baba. Mkono hata ungevunjika usingekufa. Haujui hilo. Kweli. Shukuru mkono naye. Ndio maana nakwambia mimi nilikuwa nakufa. Yani ilikuwa mbaya. Ajali ilikuwa mbaya. Lakini Sagodi akasema huyu hapana. Na avunjike tu mkono. Babu, kuna mtu kalala ndani kwake, sawa? Kalala. Hajaamka. Hajavunjika mkono, hajapata hajaendesha pikipiki, hajafanya boti, ila kalala Usifanye mchezo afu unajuta nini? Mimi sijuti bwana. Mimi sijuti. Mimi mwenyewe sijuti. Tuko pamoja bwana. Mimi kwa sababu mimi kwenye maisha yangu chochote nilichokifanya ni mimi ndo nimeamua kufanya. Hivi una mke? Hapana. Kwa nini? Sijapata. Nikipata Mwenyezi Mungu akinibariki. Sasa umepata mke hujapata, una matatizo gani? Utakuwa na matatizo basi. Hakuna. Sio matatizo. Matatizo yangu labda yatakuwa kutokuamini. Ukipata Chidi, yani ingekuwa rahisi. Koja stack story. Ngoja nikwambie kitu. Mimi nilikuwa na mwanamke. Ngoja nikwambie story. Ulikuwa na? Mimi nilikuwa na mwanamke. Alikuwa kwako? Kabisa. Wa kwako? Kabisa. Okay. Sasa baada ya kuwa naye kuna mambo yakatokea. Ulikuwa unamlipa shilingi ngapi kwa siku? Sasa mwanamke wa kwako wewe, ulishawahi kumiliki mwanamke baba? Mwanamke unamiliki baba? Chidi.
wa kwako nilikuwa simlipi. Sasa tuache atusende huko, utakuumiza, utaniumiza na mimi pia. Kwa nini unakusimulia story nilipoachwa? Ulifuata ila story ilikuwa nzuri, hiyo nikikuhadisia. Nadisia. Kanikataza kijana kasa nisiseme. Usiseme. Kasema niseme. Kwa mimi kwangu niseme, wewe vijana wako nakukataza usiseme. Basi ngoja niseme. Nilikuwa na mwanamke tunapendana kabisa. Lakini baadaye kutokana na utofauti wetu wa dini, mimi Mkristo, yeye Muislamu, na kuna mambo ya matatizo yakatokea. Wazazi wakapata nafasi ya kumwambia huyu ni Mkristo, wewe ni Muislamu, alafu nani hao walisema? Wazazi. Kama nilivyokuambia kijana, na mimi na baba wazazi wakisema wakosee wapatie, unawaacha wazazi baba. Haya, mimi kuna kitu nataka nijue kutoka kwako Chidi. Toba. Kwenye maisha yako, ni mstari gani ambao umewahi kuandika ambao ulikuwa yani unaenda unagusa kabisa maisha yako halisi? Okay. Mola nipende sije kujutia, najua mimi mzembe, mengi napuuzia, usiniache niende usiku nzuri njia, nivute nije kwako goti kukupigia, najua unisahau bado uko nami, I believe that hata napokuwa njiani mengi nakosea, na yani niko naongelea Mungu wetu, Mola wetu. Kuna vitu nakosea, kuna vitu nafanya, lakini nipende, usiniache. Yani shetani katuzunguka, lakini yani shetani katuzunguka afu unataka kumkatafu unashindwa. Na unajua tunachokifanya sisi, labda niongee kwa naista kwa pointi ya mwisho naongea. Shetani tunapata tabu sana kumkimbia. Kwa hiyo kila kona yupo. Kwa hiyo sijui wanasema tutaenda naye huko, sijui but yani hivi nani, unajua shetani nini? Shetani nini? Sio bunduki. So gun. Yani gun wewe ndo unaipiga, wewe ndo unashika trigger. Unaweka mule. Kwa hiyo shetani hela. Unacheka. Nimecheka kwa sababu hela kila mtu anataka. Na unajitamba wewe. Sasa wewe unapost unajitamba una mihela au shetani ndo hela. Mimi nina shetani. Shauri lako, mimi sijasema hivyo. Ila shetani hela. Shetani hela bwana, inakufaa. Unaweza kununua kisu, unaweza kununua machine gun, unaweza kununua bomu, unaweza kwa chukua mtekeni ule kamkateni vipande hivi. Sitakuwa naongea vitu vingine, natoka nje ya pointi. Vibe, mtu wetu Vibe Cartel alikuwa na kesi, walimkatakata mtu vipande wakamtia kwenye mfuko wakamtupa baharini. Vibe Cartel. Yeah. Alikuwa white, sasa hivi black. Katoka jela hiyo. Kwa hiyo hela hiyo. Na hela unaweza ukafanya jambo ambalo hujai kufanya katika maisha yako na ukuwahi kufikiria. Na hela hiyo kweli, kwa sababu lakini vitu hela lakini ukicontrol haina maneno. Hakuna namna unaweza kuicontrol hela. Wewe unaweza. Wewe. Kidi hamna. Wewe. Mimi nimeweza kuicontrol kwamba kilevi sasa wewe lakini kuna namna ambayo hela unanipeleka tuongeze dakika 10 tena. Hela nyingi zaidi. Unanipeleka. Hauwezi kuicontrol hela kwa sababu hela itakwambia tu ufanye vitu ambavyo hujawahi kufanya kipindi sema hivi, kuna muda ndio itakushinda, lakini hela kuicontrol unaweza. Kuna mtu wewe unavyoishi wealthy, yani wewe unavyoishi, kuna mtu anatumia, inawezekana hata buku 5 isifike kwa siku baba kabisa, na anaishi fresh. Sasa hiyo ukisema anaishi fresh, mimi nimetoka huko.
Sisi kwetu ukitumia 3,000 kwa siku ni umetumia hela nyingi sana, kwa sababu asubuhi unaamka. Wewe sikia ngombe kuhusu wewe, ngombe wewe mpiganaji usimhesabie hela yake, sio, umeelewa? Ila kwa utafutaji, mtafutaji anakula 2,000 kwa siku, 3,000 kwa siku, ila mpiganaji anaweza kutumia 400,000. Mimi tu maskini ya Mungu, nao naweza ngatumia kwa siku 200,000, 300,000, 400,000, inategemea sehemu zingine 500,000, 700,000 kwa siku. I know kama natoa pesa na toa hapa sasa inakuwaje? Unatumia 500,000. Uwezi jua anafanya nini kwa siku. Natuma huku, nafanya hivi, unachukua hapa na nunua hiki, nafanya pale, nimeenda kutembea kule, nimechukua vitu gani, watu mbali ya nguo, yani nguo shanunua, umeenjoy, mimi tu sometime na inafika hela hiyo ambayo inawezekana mimi kasi natumia 500,000 alafu kuna wenzangu watumia 40 kwa siku. Sure. Sumeelewa? Sumeelewa? Kwa hiyo iko hivyo. Mimi yani serious kwa siku. Kwa hiyo pesa una control baba. Una control. Sababu unajiangalia kesho mimi namkaje. Unless kama uangalie kesho namkaje, waweza kichaa. Ujue hela nini. Hai kama uangalie kesho mimi namkaje, bwana kesho mimi namkaje. Si ndio? Nawezaje kusustain kesho. Ili nicheke tuendelee story kama hivi. Kwa hiyo wewe sasa, wewe tofauti, wewe mpiganaji. Ndio maana nimekwambia sitaki kujua, nimekwambia kuna watu wewe atafuta mimi sitaki kujua. I don't want to know. Kwa sababu mpiganaji. Kwa hiyo mikuisha kwangu hiyo. Bwana mpiganaji yule. Alafu mimi napenda mpiganaji. Kwa hiyo jarishi, kwa hiyo sasa umeelewa, wewe ishi usisikilize binadamu kwa sababu hujazaliwa naye. Nisikize wewe ushauri kwako. Umeona mama zetu hii sehemu waliotutoa sisi, hajakutoa God Love na Muhamedi. Ametoa God Love kama God Love. You know what I mean? Unless ka una pacha yako. Na siku ni kifo una pacha yako peke yangu, no. Kwa hiyo ulitoka, mimi ni pacha kubwa. Ulitoka kila kikutoa hapa God Love, wakati huo baba Dennis akaba ngoja kamtoa tena Patrick. Huyo anaweza akakwambia kidogo. Lakini utoka mwenyewe, man, it's your life ni yako. Kwa unapopigana usiangalie yule kaniambia mimi hivi, ulikutoka naye hapa hii sema ama katoa. Hapana, sijatoka. Kwa hiyo yule amekukuta duniani kwenye miti, magari, moshi, mabomu, vita, bunduki, askari, yani kakukuta huku. Baada akuzungumzia wewe, bora angezungumzia bwana mpunga hivi unalimwa kiasi gani Tanzania. You know what I mean? Lakini akuzungumzia, don't worry. Okay. Subira. Bora angezungumzia bwana umeme unakata bwana, kwa nini unakata umeme hapo? Inakuaje? Yani lakini anazungumzia. So don't worry. That's it. Thank you brother. That's it. Bana